Ladies and gentlemen, welcome back. We are here, White House. Tunataka kuuma kachakula hapa. Okay guys, have you ever known the advantages of eating in a kibanda, especially here in Kenya? So I'm in a company of 4 of my friends who I'm with in this kibanda, having some meal. Starting from my right is CJ. CJ is the biggest ex-UK bicycle seller here in Nakuru. So if you need a bicycle for your friend, for your kids, for your spouse, for a gift, you can all the time visit CJ and you'll get your bicycle. And then the next one is Saimo. Saimo is the best and the baddest, the biggest and the baddest photographer and videographer here in town, in Nakuru town. So he's the best of all. And also we have Obatani. Obatani is an investigative journalist who does his journalism by doing investigation and a lot of research. And also we have George. George is also our friend who joined us later. George is also, he does some amazing job in Nakuru. So ladies and gentlemen, we are here in a kibanda and we want just to point out some of the advantages of eating in a kibanda. Sasa nilikuwa nauliza aje, nimekuja last supper. In preparation for last supper. Sasa hii tunasikia last supper. Ali Pasaka. Ala Pasaka tushapiga yetu. Tumepiga maombi na majamaa hapa. Bwana ni ile hii time is very important. Ni ile time tunakumbuka what happened to our savior. Ni wakati yetu ya kumeditate. Na mara nyingi tunataka kumeditate, tunaita mapiste wangu na nini tunaketi chini tunakumbuka bana. Unaona? So naona tumechapa shughuli kwa kibanda. Advantages za kibanda sije maybe. Kawaida unajua hali si hali. Unajua sasa maisha sisi hatutaki kujipandisha bana. Tunaenda maisha vile iko. Economy vile iko na unaona hapa hii kibanda huwa wanatuangalia sana. Watu ambao wanajua mfuko yao ni fresh sana. Mfuko friendly. Unaona mali ikiwa. Na hapa unaona mali ikiwa angalia jikoni. Unaona kidogo kiekewa hata unarusha maji unaambia kidogo sasa. Hiyo ni kali. Let's assume hii Jesus alikuwa last supper yake ilikuwa hii time. Ingekuwa inafanana aje? Obviously angekuwa kwa kipande. Jesus alichapa style kama sisi. Hapo mtu wa kujieka kama pizza na nini hapa. Na vinaniambia wale wasema angetutuma kwingine ama angetutuma kwa kibanda. Kwenda kutengeneza bill kama hapa. Reality, Jesus ni reality yani. Acha vitu unaona ile kujionyesha na nini. Ana extra pressure. Hapo ile vile tu hapo. Ukikumbuka alikuwa pale anapiga seremala nini unaona. So ni mtu wetu wa ground hapo. Ni hazla mzetu. Sawa. So angeenda Amerika pale. Amerika kufanya nini? Kwa free. Chef angekuwa wanafanana aje? Wangekuwa na vitambaa kwa vichwa. Kwa sasa unajua kulingana na kule. Unaona? Lakini hata hapo ukicheki machefu wetu wamejifunga fiti sana. Hivyo tu ningekuwa. Sasa so acha ni kama tunaenda mahali kutengeneza penye sapa, sasa main sapa ndio tunaingia preparation. Sawa. So acha tuchomoke hivyo. Tuone hiyo main sapa vile kama nani. Jina ni nani madam? My name is Ruth. Yes. Ruth, unaonaje siku ya leo? Ni mzuri kabisa. Watu washerekea na wafurahi. And they stay in peace. Yes. Hiki bandani ni inaitwa Melo. Ilikuwa Melo alafu kabadilisha tu kuweka ugali. Sawa, thank you so much. Naona chakula ni tamu. Mtu yote mwenye amefika hii place this month. Hapa ni White House. Hapo ukifika White House, yes. Naitwaje sasa?
Nyahururu Road. Ukipanda tu ako kamlima after Nakuru High, Nakuru Boys Yes. Mbele tu kidogo on your right utaona Nakuru. Utaona Melon. Karibu sana. Asante. Haya. Asante. Unaitwa Happy Easter. Yes. Thank you. Thank you. After moving from after eating in a kibanda, we left to a location where we went to do an interview with him and see his progress, the passion he has for investigative writing, and also his passion for writing all those stories. So ladies and gentlemen, thank you so much. I'd beg to leave this video at this point, and let's join each other later in the next video about Obatani. Thank you so much, and God bless you. Happy Easter. Bye.